Ninapozungumzia kwa habari ya Yesu, you cannot compare Jesus hauwezi kumlinganisha Yesu with Saint Peter na mtakatifu Petro. You cannot compare Jesus huwezi kumlinganisha Yesu with Saint John na mtakatifu John. You cannot compare Jesus huwezi kumlinganisha Yesu with Apostle Paul na mtume Paulo. You cannot compare Jesus huwezi kumlinganisha Yesu with Muhammad na Muhammad. You cannot compare Jesus huwezi kumlinganisha Yesu with any bishop na askofu yoyote. You cannot compare Jesus huwezi kumlinganisha Yesu with any president na rais yeyote. You cannot compare Jesus huwezi kumlinganisha Yesu with any person na mwanadamu yeyote. Jesus Yesu is God. Yeye ni Mungu 100%. 100%. Hallelujah. Hallelujah. Do you know why? Unajua kwa nini? When they put him on the cross, wakati wanamweka pale msalabani, and they buried him to the tomb, na wakamzika kaburi, they thought that Jesus is a normal human being. Walifikiri kuwa Yesu ni mwanadamu wa kawaida, because they normally bury people, kwa sababu wamezoea kuzika watu, and no one can resurrect, na hakuna hata mmoja aliwahi kufufuka. But when they buried Jesus, lakini walipomzika Yesu, they thought that Jesus, walifikiri kwamba Yesu will be a normal human being, ataweza kuwa kama mwanadamu mwingine, staying in the tomb, kubaki kwenye ile kaburi. But the Bible is telling me, lakini Biblia inaniambia, the third day, ile siku ya tatu, he rose again. Alifufuka tena. He came from the tomb. Alitoka kutoka kaburi. The Bible is telling me, Biblia inaniambia, the angel came, malaika walikuja and rolled the stone. Wakaliondoa jiwe. When they rolled the stone, walipolivingirisha jiwe, the Son of God, mwana wa Mungu, Jesus Christ, Yesu Kristo, came out from the tomb. Akatoka kaburi. Let me tell you, ngoja nikwambie kitu. The soldiers who were guarding the tomb, wale askari walikuwa wanalinda ile kaburi, when the angel came, malaika walipokuja, they fell asleep. Walilala chini. They became like a dead person. Walikuwa kama wamekufa. No one knew. Hakuna aliyejua. The way Jesus came, wakati Yesu anatoka from the tomb, kutoka kaburini. And let me tell you something. Ngoja nikwambie kitu. That's why I say, ndio maana nasema with my whole voice, kwa sauti yangu yote, that Jesus, kwamba Yesu is not Muhammad. Sio Muhammad. Jesus, Yesu is not Saint John. Sio mtakatifu John. Jesus, Yesu is not Apostle Peter. Sio mtakatifu Petro. Is not apostle. No, somebody. Sio mtume wala mtume yeyote. And Jesus, na Yesu, is not a pastor. Sio mchungaji. Jesus, Yesu, is God. Yeye ni Mungu 100%. 100%. He came out by himself. Alikuja yeye mwenyewe. He came from the grave. Alitoka kaburini yeye mwenyewe. By his power. Na nguvu zake. And let me tell you, ngoja nikwambie kitu. The third day, siku ya tatu, early in the morning, asubuhi na mapema, Mary Magdalene, Maria Magdalena, they went to the tomb. Walikwenda kutazama kaburi, and looking whether Jesus is still there. Na wakimtafuta Yesu kama bado yuko pale. Do you know what happened? Unajua nini kilitokea? When they reached there, walipofika pale, they found the tomb is empty. Walikuta kaburi liko wazi. They found the tomb is empty. Walikuta kaburi liko wazi. And the stone was rolled away. Na tayari jiwe liko limevingirishwa pembeni. And when they were asking themselves, na walipokuwa wanajiuliza wao wenyewe, they saw an angel of God. Wakaona malaika wa Mungu sitting somewhere. Wamesimama mahali. And the angel of God asked them, na hao malaika wa Mungu akawauliza, what are you looking for? Mnatafuta nini? And they said, we are looking for Jesus. Na wakasema tunamtafuta Yesu. And the angel told them, malaika akawaambia, this Jesus you are looking for, huyu Yesu unayemtafuta, is risen. Yeye amefufuka. Is risen. Amefufuka. He's no longer in the tomb. Hayuko tena kaburini. Can you go to the tomb? Unaweza kwenda kaburini and watch. Na ukatazama. You will find yourself. Utakuta mwenyewe. The tomb is empty. Kwamba kaburi liko. The Son of God, Bwana wa Mungu, cannot stay in the tomb. Hawezi kubaki kaburini. The Son of God, Bwana wa Mungu, cannot be buried. Hawezi kuzikwa. The Son of God, Bwana wa Mungu, cannot be killed. Hawezi kuuawa. The Son of God, Bwana wa Mungu, cannot be destroyed. Hawezi kuharibiwa. That is the only begotten Son of Him. Kwamba yeye ndiye mwana wa pekee. And if you need salvation, na kama unahitaji wokovu, salvation is not in my life. Wokovu haupo kwenye maisha yangu. As a pastor, kama mchungaji, I cannot save you. Siwezi kukuokoa. Salvation is not in a bishop. Wokovu haupo kwa askofu.
Salvation wokovu is not even in any apostle you know. haupo kwa mtume yeyote unayemjua. That your religion is believing of him, ambayo dini yako inamwamini sana. whether it be a Christian or Muslim. Haijalishi utakuwa ni Muislamu au ni Mkristo. Salvation wokovu does not belong to anybody. Haumilikiwi na mtu yeyote. Salvation belongs to Jesus only. Wokovu una Yesu pekee. And when we talk about Jesus, na tunapozungumza juu ya Yesu, we talk about God, tunazungumza juu ya Mungu, the one who died and resurrected again, aliyekufa akafuka tena, the one who has power beyond your problems, yeye mwenye nguvu juu ya matatizo yako, the one who can heal the sick, yeye anaweza kuwaponya wagonjwa, the one who can raise the dead, yeye anaweza kufufua wafu, the one who can do miracles, anaweza kufanya miujiza. and we are not afraid of him, na hatuogopi kabisa, because he's God 100%. kwa sababu yeye ni Mungu 100%. Let me tell you something. Ngoja nikwambie kitu. Don't put your faith usiweke imani yako in any man kwa mwanadamu yeyote who died ambaye alikufa and buried alafu akazikwa and never na resurrected. hajawahi kufufuka. Don't put your faith Usiweke imani yako in any apostle kwa mtume yeyote who died ambaye alikufa and buried akazikwa and never na resurrected. hajawahi kufufuka. Don't put your faith Usiweke imani yako in any Christian kwa Mkristo yeyote who died, aliyekufa buried akazikwa and never na resurrected. hajawahi kufufuka. I don't know if you are getting me. Sijui kama unanipata. If somebody was died, Kama kuna mtu alikufa buried, akazikwa never resurrected, hajawahi kufufuka, that is a dead man. huyo ni mtu aliyekufa. Never adore him. Usiweze kumtukuza. Never put your trust in him, Usiweke imani yako kwake, because he's a dead man. kwa sababu ni mtu aliyekufa. Even if he was a saint, Hata kama alikuwa ni mtakatifu, even if he was holy, hata kama alikuwa ni mtakatifu, but as long as he died lakini kwa kuwa alikufa and never resurrected, na hajawahi kufufuka, that is a dead man. huyo ni mtu tu aliyekufa. Today I want to convince you. Leo nataka nikushawishi. The reason why I talk about Jesus, Ninazungumza juu ya Yesu because this man kwa sababu huyu mwanadamu died alipokufa within 3 days, ndani ya siku 3, and also he knew before he died na alijua kabla hajafa that he will go kwamba ataenda in the tomb kaburini for 3 days, kwa siku 3, and the 3rd day na siku ya 3 he will raise up. akafuka tena. That's why Jesus Ndio maana Yesu is different ni mtu wa tofauti with any person. na mwanadamu yeyote. And today I want to convince you. Leo nataka nikushawishi, Receive Jesus. pokea Yesu. Jesus Yesu is the only Savior. yeye ndiye mwokozi pekee. He can help your life Anaweza kusaidia maisha yako forever. milele. I have nothing to tell you anymore. Sina kitu kingine cha kukwambia, But what I have, lakini nilicho nacho I bring you good news ninakuletea habari njema that Jesus, kwamba Yesu the Son of the living God, mwana wa Mungu aliye hai can give you eternal life. anaweza kupa uzima wa milele. And today, Na leo you can accept him unaweza kumpokea and open up your heart na ufungue moyo wako so that he enters in ili aingie ndani yako and change your life. na abadilishe maisha yako, And your life will change na totally. maisha yako yatabadilika You will kabisa. see the glory of the Lord Utauona utukufu wa Mungu every day of your life. kila siku ya maisha yako. God will change you Mungu atakubadilisha through his Son Jesus Christ. kupitia mwanaye Yesu Kristo. If you are getting me, shout amen. Kama unanielewa sema amina. If you are getting me, shout amen. Kama unanipata vizuri sema amina. If you are getting me, shout amen. Kama unanipata sema amina. Believe the name of Jesus. Amini jina la Yesu. Trust in him. Amini tu, He will change you totally. atakubadilisha kabisa. He will give you eternal life. Atakupa uzima wa milele. He will give you eternal peace. Atakupa amani ya milele. He will give you eternal joy. Atakupa furaha ya milele. You will see the glory of the Lord. Utauona utukufu wa Mungu. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. I want to pray for you. Nataka nikuombee.